my lords and my fathers, let me call Grace Njoki to come forward. Grace Njoki had cerebral palsy, and by definition, cerebral palsy is incurable, does not have any cure. I wish everyone would have just a look at Grace Njoki now from Matunda, and you will fear the Lord. But when you do the gait analysis of Grace Njoki, lakini unapoangalia gait analysis ya Grace Njoki, you cannot tell that this is a person who had very severe cerebral palsy. hauwezi kusema kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa na kupooza kwa ubongo ambayo ni sugu. She has zero signs. Hana ishara zozote. She has zero evidence. Hana asilimia sufuri ya ushahidi that she was ever crippled, my Lord. ya kwamba alikuwa kiwete, mabwana wangu. So this is a wonder. Look at the type of legs, the type of crippledness. This is a very powerful ministry. Hii ni huduma ya nguvu sana sana. And the precious babies walking. Oi. Perfectly healed. We are bringing Hadassah Chemutai, 8 years old, who had cerebral palsy also, totally crippled. Tunamleta Hadassah Chemutai ambaye alikuwa na kupooza kwa ubongo kwa miaka 8, pia alikuwa kiwete kweli kweli. Hadassah Chemutai is from Kericho. Hadassah Chemutai anatoka Kericho. She's very normal. Hako wa kawaida kabisa. 100% normal. Ako asilimia 100 kawaida. You can see the gate 1. Unaweza kuona lango lake la kwanza. That she could not stand. Kwamba hangeweza kusimama. She was pulling herself on the ground. Alikuwa anajivuta kwenye mavumbi. But when the Lord decreed, lakini wakati Bwana alipoamrisha healing over the radio, uponyaji pitia masafa ya radio, the power in the blood of Jesus Christ, nguvu katika damu ya Yesu Kristo, and the authority of the men of God, na mamlaka juu ya manabii wakuu wa Mungu, traveled all the way from Nairobi to Kericho. Ilisafiri kote kote kutoka Nairobi hadi Kericho, and created a new brain. Na ikaumba ubongo mpya. That is totally new brain. Kuna ubongo mpya kabisa kabisa. Strengthened the muscles. Ikatia nguvu misuli. Stimulated the nerves. Na pia kutia motisha, kutia nguvu kwenye misuli. Strengthened the bones. Ikatia nguvu mifupa. And now she's 100% normal. Na sasa hivi yuko asilimia 100 kawaida. What a powerful miracle. Ni muujiza mkubwa kiasi gani that we have in front of us here, ambao tuko nao mbele zetu hapa hivi. We also have Blessings Wangoi. Pia tuko naye Blessings Wangoi from Kitengela. Kutoka Kitengela. Totally crippled. Alikuwa kiwete kweli kweli. And over the radio, napitia masafa ya radio, a healing decree was made. Ile amri ya uponyaji ilipeanwa. And she woke up from the dust. Na akasimama akaamuka kutoka kwa mavumbi. She could not walk. Hangeweza kutembea. That's 5 years ago. Hiyo ni miaka 5 iliyopita. A miracle has happened here. Ya kwamba muujiza umetendeka hapa. And the doctors are verified. Na madaktari wamedhibitisha. And stamped. Na kupiga muhuri. That the child has been healed. Ya kwamba mtoto ameponywa. My fathers and my lords. Mabwana wangu na baba zangu. Sheldon Favor is 20 years old. Sheldon Favor na umri wa miaka 20. He was paralytic. Alikuwa amepooza. Very powerful, my lords. Ya nguvu sana mabwana wangu. That without any drugs, ya kwamba bila ya dawa zozote, without any physiotherapy, bila ya kufanyiwa mazoezi, with only one decree, na kwa amri moja tu. That's what brought the difference. Hiyo ndio ambayo ilileta utofauti. So it cannot be challenged.
haiwezi kupingwa. Nobody can take the glory. Hakuna mtu yeyote anaweza kuchukua It's utukufu. only Jesus Christ who can take the glory. Hallelujah. Kristo peke yake ambaye anaweza kuchukua utukufu. What a mighty day here today. Kiasi gani hapa leo? Hallelujah. Hallelujah. Kakamega. Kakamega. The healing anointing of Jehovah Upako wa uponyaji wa Jehova is here right now. uko hapa sasa hivi. Everybody, everywhere. Kila mtu, kila mahali. The healing power of the Lord Nguvu za uponyaji wa Bwana is visiting here now. zinatembelea hapa sasa. Bishop, Man of God, Yes. Nabii wa Mungu, this baby suffered leprosy huyu mtoto aliteseka baby. na gonjwa la with leprosy, wounds all over. akiwa na ukoma na vidonda kote kote. He has not been able to stand or walk. Hajaweza kusimama wala kutembea. This is the baby I saw in the dream. Huyo ndiye mtoto niliyemwona kwenye ndoto. Bring the baby here. Leta huyo mtoto hapa. Put the baby here. Weka mtoto hapa. Bring the baby some water. Leta huyo mtoto maji. The baby has stood for the first time. Mtoto huyo amesimama kwa mara ya kwanza. Somebody, the cameras are all very down on this baby now. I tell you, let me tell you, Hebu niwaambieni, I want to serve Jesus. Look at this baby. tazama huyu mtoto. I really want to serve Jesus. Nataka nimtumikie Yesu. When the Lord showed me this in the dream, I could not stand it. Wakati Bwana alinionyesha hii katika ndoto, singeweza kuivumilia. Kika nataka nimtumikie Yesu. Yes. Ndio. This is the time to serve the Lord. Huu ndio wakati wa kumtumikia Bwana. Anybody with soda, Fanta, anything sweeter than water? Yeyote aliye na kitu kama vile soda ama Fanta, chochote kilicho kitamu zaidi ya maji. Thank you so much. And the stench. Na uvundo. This is someone's baby.
Huyu ni mtoto wa mtu. This is someone's baby. Huyu ni mtoto wa mtu. For how long has this baby suffered this? Hii mtoto si yangu. Hii mtoto ni ya jirani yangu. Tangu The mwezi wa child pili belongs to her neighbor. nikashika nikabebe mpaka nikafikisha hapa. When did you bring the baby here? Je, ulileta huyo mtoto lini mahali hapa? Nililete leo. Hii ni Today. Nililete jana jioni. Yesterday Yes. in the evening. Yes. And what happened to the baby today? Na nini limfanyikia mtoto leo hii? Alinieleza nimechoka, nikaeleza utasimama, akasema nitasimama. Akamsimamisha hivi akapata nafuu akasimama. Hakuwa anasimama. She told me that she is tired. Then I asked her, will you stand up? And she said yes. And then she stood up. And she was not able to stand in the beginning. And then she stood. And then she stood. The baby stood for the first time. Mtoto alisimama kwa mara ya kwanza. Yes. This baby stood up for the first time. Huyu mtoto alisimama kwa mara ya kwanza. Father, in the mighty name of Jesus, Baba, katika jina kuu la Yesu, I decree life over this precious baby. ninatangaza maisha na uzima juu ya huyu mtoto mwadhamani. And I curse death today Na ninalaani kifo leo over the life of this baby. juu ya maisha ya huyu mtoto. Father, beginning now, Baba, tangia leo hii you will continue peeling off the scales utaendelea kuchipua magamba and use this baby na kumtumia huyu mtoto to glorify the man of sorrows, kumtukuza mtu wa simanzi, familiar with suffering, yeye ajuaye mateso, the Lord Jesus, Bwana Yesu the Messiah. aliye Masihi. Thank you. Asante. Father, I bless this baby in the name of Jesus. Amen.
to lay my hand on her. It was very shocking. From that point on, when baby Charlene was taken back home after that meeting, it was amazing to see how the huge chunks of flesh and pus had begun to fall off her body. This became a big national story. So they were doing big crusades, and every time people saw blessed baby Charlene healed and the original condition, many hundreds of people received the Lord. Until today, many hundreds have continued to receive Jesus. So this testimony has continued to earn the Lord his glory and to win many more souls into the glorious kingdom of the Lord. Nakumbuka tukikuwa Kakamega, ilipofika Jumamosi, mi nikapona, harufu ilipotea. She says the stench of the skunk disappeared. Nilipopona, nikasimama. Niliposimama, when I got up, tukaenda huko mbele, nabii wa Mungu akaniona. Nilikuwa na ukoma na vidonda na uzaa mwili yote. Tukaenda nyumbani, vidonda ikaanza kuisha, zilikuwa zinaanguka, ilikuwa inaanguka chini, natoka kwa mwili. Ilikuwa Jumatatu. Ilipoanguka kutoka mwili wote, niliona na macho. That's very shocking. She is saying that after the man of God laid his hand on her, and then she went home, that Monday, the huge rotting pus and flesh of her body from leprosy fell down, and then she saw them. Nilistuka. Father, beginning now, Baba, tangia leo hii you will continue peeling off the scales utaendelea kuchipua magamba and use this baby na kumtumia huyu mtoto to glorify the Lord Jesus, kumtukuza Bwana Yesu the Messiah. aliye Masihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Charlene Chepkurui, na namshukuru Bwana sana kwa kuniponya. Na tunashukuru manabii wakuu wa kutisha kwa kuja kwetu na kutuponya. Saizi naweza fanya kazi, saizi naweza fua, naweza osha vyombo, naweza enda duka, naweza fanya kila kitu. Naweza enda shule, niko darasa la 5. Charlene today is with us. Charlene leo hii yuko pamoja nasi. A case of leprosy. Ile kesi ya ukoma. Umepona. Ukoma umepona. Ukoma umepona. Ukoma umepona. Very serious. Nyeti sana sana. 2012 in Kakamega. Mwaka wa 2012 kule Kakamega. 13 years down the line. Miaka 13. Charlene is strong. Charlene ana nguvu. The skin is very okay. Ngozi yake iko sawa kabisa. Charlene is preaching Jesus. Charlene anamhubiri Yesu. Because the Lord healed her from leprosy. Kwa sababu Bwana alimponya kutoka kwa ukoma. My name's
Dr. Pius Kemboi. Majina yangu ni Daktari Pius Kemboi. I'm a dermatologist by specialty. Mimi ni daktari wa ngozi katika taaluma yangu. Working with the government of Kenya. Nikifanya kazi na serikali ya Kenya. For the last 20 years. Kwa yapata miaka 20 ambayo imepita. Today, my lords and my fathers. Leo hii mabwana wangu na baba zangu. This is Shalin Chepkirui. Huyu ni Shalin Chepkirui. From Trans Nzoia. Kutoka Trans Nzoia. She's now 20 years old. Sasa ana umri wa miaka 20. You will realize that she suffered a very worse form of leprosy. Mtagundua ya kwamba aliteseka aina ya gonjwa mbaya sugu la ukoma. It is an infectious chronic disease. Ni gonjwa la kuambukizwa ambalo ni sugu. That affect the skin. Ambalo linashambulia ngozi. And the peripheral nerves of the child. Na zile neva za mtoto za kando kando. My lords and my fathers. Mabwana wangu na baba zangu. In this brief explanation. Katika maelezeo haya ya ufupi. We will be able to understand today. Tutaweza kuelewa leo hii. That actually we were dealing with death with this baby. Ya kwamba haswa tulikuwa tunakabiliana na kifo na huyu mtoto. So leprosy is classified according to immunity. Ukoma unaelezea kulingana na ile kinga ya mwili. And the worst and the most severe one is called lepromatous leprosy. Ile mbaya sana inaitwa ukoma wa lepromatous leprosy. Lepromatous. Which baby Shalin was suffering from. Ambayo mtoto Shalin alikuwa anauteseka. And when you suffer lepromatous leprosy, my lords. Na unapopatwa na huo ukoma wa lepromatous. The functioning of the skin is totally compromised. Ile utendakazi wa ngozi unahitilafiwa kabisa. It is totally destroyed, the functioning of the skin. Ile kutendakazi kwa ngozi unaangamizwa, unaharibiwa kabisa. And if you can imagine the functions of the skin for human beings to exist, my lords. Na ikiwa unaweza kuwazia ya kwamba zile kazi za ngozi ili binadamu aweze kuishi, mabwana wangu. And even before we go to the functions of the skin, this is the largest organ in the body. Hata kabla tuende katika kazi za ngozi, hiki ndicho kiungo kikubwa zaidi katika mwili. So you can imagine the importance of the skin for somebody to exist. Hivyo basi unaweza kuwazia ule umuhimu wa ngozi ili mtu aweze kuishi. So the functions, the first one is to protect a person from any external injury. Kazi za ngozi ni kwamba ile ya kwanza kabisa ni kulinda mtu kutokana na majeraha ambayo yanaweza kutokea. Which can be chemical. Ambayo inaweza kuwa kemikali. Mechanical. Ya kimekanikali. That can actually attack the skin. Ambayo inaweza kushambulia ngozi. So with this damage of baby Shalin, my lords. Na huku kuumia kwa mtoto Shalin, mabwana wangu. She was totally exposed to anything that comes across. Alikuwa ako wazi, ako katika athari ya kushambuliwa na chochote kile ambacho chaweza kutokea. Another function that the skin has that she lost it completely. Na kazi nyingine ambayo ngozi iko nayo alikuwa ameipoteza kabisa. Is thermoregulations, my lord. Ni kule kuweza kuzawazisha joto mwilini. That she did not now able to do that function for her to live. Ambayo hangeweza kufanya kazi hiyo kwake yeye ili apate kuishi. So that is why you realized when you saw from the gate one there. Na ndio sababu unagundua unapoona kupitia ile lango la kwanza pale. That thickening of the skin with vegetation all over the body. Hiyo kukua mzito kwa ngozi ikiwa na vitu vimemea kote katika mwili. I want to tell you that what you are seeing there is the dead skin. Nataka kuambia ya kwamba kile ambacho mnaona pale ni ngozi ambayo imekufa. Totally dead skin that covers the entire body. Ngozi ambayo imekufa inafunika mwili wote. So with the functions including the excretion. Basi kwa kazi ya ngozi kuhusisha kule kutoa ile jasho. Electrolyte balancing. Kuzawazisha chumvi mwilini. Was totally reversed. Iliweza kubadilishwa kikamilifu. And you know when there is electrolyte imbalance in the body. Na unajua wakati ambapo hakuna kuzawazishwa kwa maji mwilini. It takes its effects back to the special organs in the body. Ina athari zake katika mwili. Vital organs like the kidneys. Viungo vya muhimu kama vile figo. The heart.
moyo, which depend on the electrolytes also to function, ambayo inategemea ile kuzawadhishwa kwa maji na chumvi mwilini ili iweze kufanya kazi. So in brief, this child by then, my lords and my fathers, Na kwa ufupi wa huyu mtoto kwa wakati ule, mabwana wangu, was totally in a state of death. alikuwa kikamilifu katika hali ya kufa. So that is why I'm explaining today Hiyo ndio sababu naelezea leo hii that we were actually dealing with death here. ya kwamba haswa tulikuwa tunakabiliana na kifo hapa. The 3 layers of the skin were totally dysfunctional. Zile sehemu 3 za ngozi zilikuwa zimeharibika kikamilifu. And remember, the skin is also carrying other things that gives life to a person. Na kumbuka ya kwamba ngozi inabeba vitu vingine ambavyo vinapeana uhai kwa mwanadamu. There are glands which are growing under the skin. Kuna zile glandi ambazo zinakuwa chini ya ngozi. One of them is called the sebaceous gland. Mojawapo inaitwa sebaceous gland, That gives the body the moisturizing oil every day. ambayo inapatia mwili ile mafuta na unyevunyevu katika kila siku. And that is why you saw that skin was totally dry, my lord. Na ndio sababu mliweza kuona hiyo ngozi ilikuwa imekauka kabisa kabisa, mabwana wangu. And because of the dryness that was in the skin, my Na kwa fathers, sababu ya ule ukavu uliokuwa katika ngozi, mabwana wangu, there is no movement in that child. hakuna kusonga kwa huyo mtoto. Because you try to stretch the arm like this, Kwa sababu najaribu kunyosha mkono namna hii, it cracks and bleed, my fathers. inapasuka na kutoa damu, baba zangu. So that what we were dealing here is very pathetic. Kwa hivyo kile ambacho tulikuwa tunakabiliana na hapa ilikuwa mbaya sana. We also have glands like the sweat glands. Alafu pia tunayo gland kama ile sweat glands. The mother was telling me today, Mama alikuwa akiniambia leo hii, since birth tangu kuzaliwa until the time of healing, hadi wakati wa uponyaji, she never saw a child sweat. hakuwahi kumwona mtoto wake akitoa jasho. And immediately after the decree, the healing of the decreed by the Lord Himself, Na baada ya amri ya uponyaji iliyoamrishwa na Bwana in the mwenyewe year 2012, katika mwaka wa 2012, at that particular times, my lords and my fathers, katika wakati huo, mabwana wangu na baba zangu, she realized that the child began to sweat profusely. akagundua ya kwamba mtoto alianza kutokwa na jasho sana. And because now it was the first time she could be able to release the perspiration, the water from the body, Na kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza kuweza kuachilia maji kutoka katika mwili, the child asked for water to drink, a lot of water, my lords. mtoto akaomba maji, akakunywa maji mengi, mabwana wangu. So my scientific explanation on that is that Na katika maelezeo yangu ya kisayansi ni hii, the glands, the sweat glands were restored, my fathers. zile glendi za kutoa jasho ziliweza kurejeshwa, mabwana wangu. Instantly in that particular meeting that the Lord decreed healing. Hapo hapo katika mkutano, wakati ambapo Bwana alipoamrisha uponyaji. My lords and my fathers, Mabwana wangu na baba zangu, today leo hii I have just come to say nimekuja tu kusema what the Lord did to baby Charlene. kile ambacho Bwana alifanya kwa mtoto Charlene. After the 1 week, it was 2 weeks, and the dead skin began to fall. Baada ya majuma mawili, ile ngozi ya kufa ikaanza And kubambuka, the new skin began to form. na ngozi mpya ikaanza kujiumba. Hallelujah. Haleluya! That was to say, Hiyo ilikuwa kusema a new skin was created, my friends. ngozi mpya iliweza kuumbwa, mababa zangu. Charlene, Bwana kubariki sana, my daughter. Charlene, Bwana kubariki sana Thank binti you wangu. so much. Asante I sana. know you are preaching the gospel. Ninajua unahubiri Injili. May the Lord bless you until you enter the glorious kingdom of God. Hebu Bwana akubariki hadi mwingine katika ufalme wa utukufu wa Mungu.
Messiah is coming.